na itaenda mbele. Atainua watu, watahubiri Injili na watu wataokoka. Watainuliwa wale waliokuwa walevi, wanaacha ulevi, wanapiga Injili. Bwana atainua makahaba na makahaba wataacha ukahaba na watapiga Injili. Haleluya. Wagalatia, kitabu cha Wagalatia mlango wa 5. Wagalatia mlango wa 5. Tumoja nisome mstari 13 na 14 hadi 15. Naomba mhubiri mwenzangu uliyepata usome haraka. Wagalatia sio mtu wa kufuta Biblia unaichukua Jumapili. Tusomee 5. Wagalatia 5:13. Maiki zipo. Hizi maiki hizi hawazina beti. Mtu anayesoma na mimi ni mhubiri pamoja na mimi. Tumeunganishwa kwa akisoma ni kinywa changu na sio kinywa changu, ni kinywa cha Bwana. Wagalatia 5:13. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili: umpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Yes. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Umeitwa katika uhuru, lakini uhuru wako unautumiaje, mtu wa Mungu? Somo nisikilize, nikupe siri. Ukienda nchi zingine saa hii watu wanaabudu Mungu, lakini kila mtu ameweka bastola hapo pembeni na yeye, ili kwamba itetee wakati wowote litakalotokea ajue jinsi ya kujitetea. Wewe umepewa uhuru wa kumwabudu Mungu. Ndio maana Mungu amekupa nafasi ya kukaa kwenye hicho kiti katika uhuru. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Sasa sikiliza, watu wengi wanajua tu kwamba kuzini na kuua na kulewa sijui ndio dhambi. Sikiliza, viko vitu vingi ambavyo ni dhambi vimekufanya usibarikiwe. Torati imetimilika kwa nini? Anasema maana torati imetimilika kwa neno moja. Ukisoma Biblia inasema hivi, neno la Mungu jumla yake ni nini? Wale wasome Biblia, neno la Mungu jumla yake ni kweli. Maana katika Biblia yote pointi ya mwisho iliyofungamanisha maneno yote ya Biblia ni ukweli. Ndio maana nasema mtaifahamu kweli nayo itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na leo utakuta wapendwa kwa wapendwa wanapigana wao kwa wao. Je, yule mpagani ataelewaje? Si atawashangaa? Na ule mpagani anasemaje? Anasema hili niendelee kuwa mpagani kabisa. Utakuta walokole ndio wanapiga umbea kutosha, ndio wasengenyaji wa kutosha. Lakini niseme nibadilishe, sio walokole hao, hapana. Kwa sababu walokole waliokoka, unajua jina ulokole lilitokea miaka ya zamani, kwa sababu ilikuwa hakuna wokovu. Wakati ilianzishwa dini inayoitwa wakata shauri, kama ujui, wakaitwa walokole. Manake kwa nini waliitwa walokole? Ni watu ambao waliamua kujiengua kwenye kundi, wafe na kupona, lakini wameamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia wakata shauri ni mwanzo wa injili za kiroho, japokuwa walikuwa ni watu ambao ni Walutheri, lakini ni mwanzo wa nuru ya huduma nyingi.
walipokuwa wamekata shauri. Kukata shauri manake wamefanya maamuzi, hata kama mkituua tumeamua kutoka kwenu, tubadilike, tusifanane na nyie. Haleluya, sema amina, sema amen. Watu waliofanyaje? Walioamua. Lakini leo kitafuta walokole, wanaoitwa walokole. Nisikilize, watu wengi ambao sasa ni waokovu, wameokoka kweli kweli, ambao ni watu wa kiroho, si wa dini, wengi ukiwaangalia ni wale waliokuanga wakata shauri. Vizazi vingi ni wale walikuja kujua wokovu kamili, kwamba tunakamilishaje neema tulioipata, sababu waliendelea kujifunza, wakajifunza, wakafika mahali wakamjua Mungu wa kweli.